is about to go down. Kubali pasta kuweka kofi. Pasta kuweka kofi. Kwa hali gani yani? Yaani kwa mfano ile anakuombea ile aone pepo na yeye anataka kulitoa. Ili pasta kuweke dude fiti. Ndio pepo atoke, yeye anajaribu kumtoa na maneno hataki pepo. Sasa mwenye siwezi kubali kufunga macho kwanza. Nikifunga macho hapo anataka advantage ya kunipiga, lakini niko jicho. So ni mimi na hadi anisukume nione event aenda akianza kutumia nguvu sasa. Sina kwepa. Wewe mwingine, kuna mwingine wa Pastor Nganga, siko ulisikia hiyo story. Jamaa huo na chesi bwana Pastor Nganga. Nasikia shabu anaanza kuoza sasa. Atakulipwa. Kulipwa mzee. Kofi yani kama kofi. So muelewa Pastor Nganga mambo yake wewe. Sasa mdunga kofi yule mzee. Ni kama ilikuwa wamepanga nini vitu kazi. Unajua mapasta siku hizi haeleweki mambo zao. Wanafakiki. Kwa kanisa pia. Mimi najua mapasta siku hizi mambo zao ni mambo maneno. So inaweza kuwa maybe alikuwa amepanga acha tupige kipiari hivi. Jamaa kamdunga kofi alafu akosa kumlipa pesa yake. Ule jamaa ndo akapeleka kwa mtandao. Sasa bila akasema bana jamaa anataka nilipe ule. Tuka hiyo. Mimi siwezi kubali bana. Hapo nipige kofi. Patachimbika hapo kanisani. Sasa kuna mwingine sasa nisukuma mimi lakini sikuanguka. Kisa mizizi sio. Bana ananiombea nasikia ameniweka mkono hivi lakini nasikia venye mkono mbona mzito jamaa anasukuma bana. Nikaweka mguu mmoja mbele mwingine nyuma. Asukuma akakwama. Ikabidi sasa katulia. Kwa hiyo niombea. Lakini mapasta bana sigai bana msikue hivyo. Kama nikuombea pepo ikata kutoka mwachie ndani mwake bana. Abaki. Mwache tu abaki. Bingo msao kofi. Sisi fit. Sasa jamaa huyo mwenye anapiga kofi. Tuseme kwa mfano yaweza nataka compensation kaa gani vile. Huyo yaweza nataka kutibiwa kitu ya kwanza. Sasa kutibiwa si pesa. Ni pesa. Yaweza nataka kutibiwa maybe aseme unajua shavu nasikia nimefura hivi ni kama mashavu mawili hapa. Nimefura huko sasa inabidi anaweza taka pesa ama atakutibiwa. Tena bado after kutibiwa unajua tena unajua kupiga mtu bila ruhusa pia nayo ni makosa. Kama sasa hii tuseme eti mtu hujakosana ama pia unajua hata mtu ukikosana kumpiga hivyo unafaa kufai. Sasa kwa kesi kubwa sana inaweza pelekwa mbio lakini analingana pia kama ako na dogo jamaa. Hata mkikosana mtu hata huyo pastor nituseme ni kama sasa alikuwa anapiga. Pastor anaweza sema alikuwa anapiga na pepo sana. Yaani mwili wangu huo una pepo. Sasa pastor anasema alikuwa anapiga na pepo sasa. Lakini unajua pastors wetu hawafai kama hiyo kwamba unatumia nguvu kwa wafuasi wako hata kama umekosea kivipi. Unajua wale wameko ile sijui kipawa ama nini mapasta. Nasikia wanasema ni biashara lakini kama huyu jamaa siku nyingine hapo sadaka inaweza kuwa alikuwa anatafuta sababu. Inaweza kuwa hata kwa siku nyingine ametoa sadaka akamweka kwa kamwa leo wewe utatoa sadaka na mwili. Sasa unajua Pastor Nganga yule jamaa yule anataka sadaka ndogo. Jamaa alipeleka tena. Wala na mbao hapo kwa kanisa jamaa wewe sasa. Nakuekelea ndio hivi kichwani wewe. Jamaa anasema kile tabia wewe rudi nayo. Sasa anatoka na waumini wake ni pesa kuletea mimi. Anasema kuna fulani kwa video anasema eti wewe Mungu wako unaweza mpa 50 wewe. Mungu wako unaweza yani anataja ile pesa yenye mtu ameleta ndani kama pesa. Sasa yeye ataka 1K na babu. Bana imagine hiyo mimi ndio uwezo wangu. Sasa Mungu ndo amenipea hicho. Hiyo 100 hiyo ndio uwezo wangu na nimekuja ili Mungu aidouble. Sasa mimi nimeleta 10,000, Mungu ataidouble. Kesho kutwa nitaleta 20. Mbona uikatae? Pastor anafaa. Wewe maleo anafaa afungulie mashtaka upasa. Afungulie mashtaka. Mimi naona kwa mitandao kumechafuka vibaya sana.
juu ya ugomvi wa Kenya na Tanzania bana. Mbona tufanyane ugomvi hadi si majirani katika Tanzania na Kenya? Kila mtu anataka kujiona mbabe, kitu ya kwanza. Tanzania wanafaa tupe heshima yetu. Wao kitu ya kwanza tunasikia mbunge the highest level of education in class 8. Ndo amesoma sana. Sasa ni mbunge huyo sasa. Sasa alafu kienda sana mnafika form 4 wanasema ni darasa la 12. Ambaza form 4 unaona sasa ni B na Tanzania mtu heshima, unasikia? Tanzania mtu heshima. Wallahi. Heshima. Sasa wajua ugomvi ulianza na wapi basi? Ni ile tunajua Martha Karua ni international lawyer. Sasa alifika vile Tanzania akakatazwa gate pass ya kuingia vile na wenzake. Kuingia Tanzania? Kuingia Tanzania. Okay. Unaona. After all Wakenya wetu wakaenda wale wa activists wakaenda kumsaidia. Boniface Mwangi na mwingine aitwa nani from Uganda. Uganda na Tanzania. Ni wa Uganda. Kwa kule wale jamaa wakakuwa abducted. Usiona. Wakaenda missing for siku kadhaa hivi. Wanapatikana wako hali mbaya. Alafu later wakaitwa ile kudipotiwa kuachiliwa wakajipata Ukunda. Hadi sijui alipelekwa na hiyo kusaidia hiyo boda lunga wakajipata huko kusaidia za kujiambiana na Ukunda wakapatikana huko. Boniface Mwangi tunasiona kama ni ile ya kupigwa fumbwa macho hivi unapelekwa hata ujue mama umepigwa madawa zenye au umelala unapelekwa hivi mpaka unaachiliwa mali kwenye ujoni wake. Sasa alipatikana hivyo but alikuwa katika hali mbaya gongo akatafuta medical attention ile wasema ali ukisikia story bana anakuwa alifanyia wasikana jamaa anaamua afue nguo afue nguo waombe msamaha kwa Samia wakiwa uchi. Kwa Samia alikuwa hapo. Samia Suluhu alikuwa hakuwa, lakini ni wale watu wake. Unajua hata kama kiongozi obviously haizi kwa mwenyewe pale. Hakuna watu wake wenyewe watawatu. Sasa basi kama ningekuwa mtu kama mimi naambia muiteno Samia Suluhu basi ndio vulie nguo nimwombe msamaha. Wametumwa kwa niaba. Sasa ukiangalia pia vile venye Kenya na Tanzania tuko majirani, wote ni members wa East Africa, siona. Ilibidi rais wetu Ruto aende rais wetu sema his excellency sawa William Ruto atuombe msamaha kwa majirani zetu Tanzania pale. Unajua wengine kule tumetoa mabibi kama nyumbani. Sasa ugomvika ule waga ufai. Na kufungiana mipaka si jambo zuri. Akatuombea msamaha kule. Sasa tusubiria kama Samia atafanya jambo kama hilo, atakubali msamaha wetu ndio. Na juzi tuliona aitwa nani Slay mwanamuziki wa Bongo na TID wakilandi pale JKA pale. Lakini hawako na mengi ya kusema kuhusu ugomvi wa Kenya. Walisema tu Kenya ni nyumbani, waona. Na Tanzania pia ni nyumbani. So nifika Kenya najifika mbele niko nyumbani, siona. Sasa kuingilia ugomvi sana hawataki. Lakini wa Tanzania pia nao sometimes wanapenda hizo vita pia. Sasa hawezani, unajua tafuta tu ugomvi wenyewe. Ukisema vita obvious hawezani. Unajua wa Kenya bana. Wakenya tunajua tunajielewa. Wako na party yao in heaven na in hell. Unajua ikifika ukitaja inchi ukifika kwa Kenya lazima uanze kupumua kidogo, itaje na uzito fulani kwa mitandao vita mitandao na Kenya. Ni super power. Inabidi sasa tufanye hivyo pia. Turudishe hiyo nguvu yenyewe tunaitumia kwa mitandao tulete sasa in the real sense. Kusukuma kasongo nyumbani. Kama ukiangalia kuna hizi kelele inapigwa wanasema sijui kasongo one time all that hiyo story yote
training bana. One time. For me, hii ni opinion yangu. Kama maybe na offend mtu tasamea. Lakini sidhani kama kuna mwenye amejiposition kutake over hii one time yenye unasema ya rotate kama wanapiga nduru one time. Hata kama wanapiga nduru one time, lakini ukiangalia tukienda tukirudi nyuma kidogo, kuna hii demonstration yenye ilikuwa hii ya Gen Z yenye ilikuwa ile ya 25th June, ilikuwa June. Ilikuwa last year. Ya finance bill nini? Auto must go. So kama jamaa wakapiga nduru hizo zote, lakini sasa tulivyoona Joho ameletwa karibu side za coast, John Badi akaleta Badi kidogo, tunaona kina Kinyanjui wenyewe walikuwa hapa wakavutwa kidogo. Hiyo time yenye uliona watu wame baada ya kuanza kutengeneza hizo broad based government, unaona hiyo story ya Gen Z ikaenda chini sana. So huyu jamani kama amesoma akili tu ya Gen Z, ni ile design anasema for watu wote walikuwa wanapigia kelele, ni kama ni opposition ndio walikuwa wana pressure sana ndio wakaleta opposition hivi. Jamani ndio wale vijana wakatulia. So unaona sasa ni kama sasa ukisema eti kuna hiyo mwenye atamtoa huyu jamaa akwanta, for mimi naona sijui kama maoni yako unadhani ni vipi? Maoni na side ukiangalia venye watu wengi wanasema one time, kila mmoja ni one time. Inalingana the economy venye iko, venye watu wanateseka katika nchi, siona. Yaani Nkambe rais wetu hajafikia kile ale malengo yenyewe aliyasema na Wakenya walikuwa wanatarajia, siona. Hajatekeleza kwa Wakenya. Sasa obviously lazima watapiga nduru. Na ukiangalia sasa ni 2025. Ametumia miaka 2 hiyo imeisha. Na next year ni inaitwa aje hizo campaigns zitaanza. Na ukiangalia already huku Wakenya hajafanya lolote. Just ni projects wanaenda wakizianzisha kutafuta kule kujenga ile jina yani, lakini already jina limeharibika na kwa ground. Sasa mwenye ambaye yaweza like tuseme mwenye ambaye anaweza mreplace Ruto katika hii kinyang'anyiro cha 2027, unaona kuna wengi wamejitokeleza pale. Ukiangalia majenzizi hawa sidhani kama wanawezana, kina Morara sijui kina Samuel sijui afu kuna Matiang'i amejitokeza pale, then kuna DCP sasa ya mtu mzima the truthful man Gachagua mwenyewe jamaa atoa nyimbo jamaa one time. Okay, ni sawa. Una sasa kulingana venye hao watoto wanapiga hizo nduru zao. Lakini unaona jamaa president amenyamaza. Akienda unaona akiongea hivi anaongea ni ile design. Ushapata kuna ile unajua muhadui hadui yako kama anapiga moves na hakwambii. Ni wewe ndio unasema ukitaka kupiga move yako unasema anataka kupiga move fulani. So yeye ana already anakusoma anakupiga tu calculation, anasema anataka kuingia pale. Acha ingia alafu mimi nipate tu hapa. So shida yenye Gachagua economy ni kusema tu anaongea sana mdomo mwingi. Sasa anaongea sana ile design yenyewe hata ule mwenye wanashindana anajua tu next move yake ni hii. So already hata ukienda ukisema umepiga hii move ashaijua, so hata hakuna venye itakuwa threat kwa. Lakini wajua pia ule mdomo pia wamharibia. Sababu gani? Kaa juzi umeona kuna some of the wasanii walienda kwa serikali, walitoa Kithure Kindiki kwa serikali wasanii wa Mount Kenya kama kina Samido siona. Walipofika kule sasa later after wameshatoka, Gachagua akaanza kuingia zake kwamba hatutapea chance ya kuperform katika clubs zetu. Kila Mkenya wa Mount Kenya atakuwa unfollow, siona. Na huu ni kiongozi mbona aseme hivyo? Kwani hiyo simu Gachagua ndio alikununulia mpaka akwambia unfollow me. Kuna vitu zingine hata ni just reason. Wanasema wasanii hata pia zile events za kuperform huko Mount
Kenya juu walikuwa wanafaa ku apologize. I think Samido ali apologize ku attend kwa ameattend kwa State House. Ilikuwa meeting ya wasanii na deputy president. So obvious pia wewe ni Mount Kenya. Obvious lazima atawaita watu wake kwa uplift kidogo. Basi waona akakuja na zake. Nasema Kenya unfollow watu. Unaona sasa Gachagua pia naye. Mimi kitu sidhani sio kwa simpendi but Gachagua ajiposition design akuwe national leader, asiwe leader tu wa region moja. Unaona most kitu hata kama sasa anasema sijui Gen Z anatutetea lakini unashtuka. Anajaribu kutetea kidogo hivi unashtuka kitu. Most venye anasema ajisenta tu kwa Mount Kenya. Ajisenta tu kwa Mount Kenya design kwani hahitaji votes za kosa. Wajua kadri tunavyojua katika zile statistics zinavyoenda Mount Kenya uoga imegawanya 50-50 na 50% yani ndio ina determine leader anaweza kuwa nani. Like kama Coast tuseme obvious uoga ni 90% ya opposition then Ruto maybe tuseme tena ma 20 kama. Na sasa hiyo unaona venye amekaribia baba pale unaona ni kama sasa hapo maybe is after 75 from Coast. Tuseme Western pia huko request 75 ya apate 25 huko si ndio? Central ilitamani sasa. So kama Gachagua kwa pale kuforce watu wake wasipige kura kwa Ruto. Inaweza reduce ikifika 45 huyu jamaa si rahisi venye nafikiria sababu huyu jamaa kulingana history yake huyu jamaa tuseme history yake hakuna mahali kwenye unaona hesabu zake zinaenda wrong at any point. So ni mtu mwenye huyu jamaa hata kama hatupendi lakini kuna hesabu zingine wakipiga hivi unaona kabisa hii hesabu hata politician yule mwenye angekuwa mzuri hange manage. Unaona kama tuseme kitu kirudi back tukisema huyu jamaa from the time amekuwa ameingia kwa politics amekuwa guided na wale great politicians. Amekuwa mwanafunzi wa Ruto, amekuwa tu mkono wa Ruto, mkono ya nani ya Moi kuanzia mwanzo ile time anaanza. So na hiyo time nakumbuka alikuja akamzidi mwenye alikuwa anasupportiwa na Moi hiyo time. So alikuwa already ashaonyesha kuwa ako na uwezo mkubwa kuliko venye alikuwa anafikiria. So kutoka hapo onwards huyu jamaa hajakuwa attain point, hajapiga calculation yake ukaona imefail. Sisi tunataka Kenya tushaibadilisha pesa sababu ya mtu mmoja. So walikuwa wanasema for me si ukweli, nasema maneno yenyewe disemwa. Sababu mnaweza kuja mwanze kuniambia vitu wapi hiyo maneno yalisemwa. So but si evidence ziko kwa mtandao. No, kwamba evidence ni ile evidence. Kunajua kuna evidence ya kusema na evidence yenye unaweza account. Sasa kitu huyu jamaa mimi najua conference zake zikuangi wrong. Alafu wengine pia yani narudia tu chenye nimesema juu Ruto anajua tu kabisa opposition Gen Z ilikuwa ni opposition. Sisi shida yetu ni kwa mitandaoni ndio tuko fiti sana kwa simu. Kupiga nduru kwa simu tuko sawa. Lakini sasa hata useme kuna mkutano hapa nje wenye anatokea ni wa mama. So the moment sisi tukisema hatutaenda kupiga kura sababu kura zimeibwa, labda tunasema hivyo hatutaenda kupiga kura sababu kura zimeibwa already. Ni kama sasa tunaambia wale mama wapigieni ule walimpa 100 kwa maongo ya siku moja. Definitely. Sababu sisi maybe si ndio tunaona tunasema huyu mtu ni mbaya. But wale mama wenyewe wanasema unajua the level ya poverty yenye iko Kenya ni ile design hata ukipata hiyo 100 ya kula uko sawa. So unafili ule mwenye amekusaidia na 200 100 unafili amekusaidia lakini hujui kama mbele amefanya nini. So anakupa 100 lakini anakurob for the next 5 years design yenye hautaamuka tena. Sasa wewe tuseme kwa upande wako wasaidi na Ruto is tano tena. Sijasema ni tano tena but inaweza kuwa so kulingana na maoni yangu naweza sema si tano tena lakini yule mwenye atataka ku take over ajiposition design yenye ataweza huyo jamaa. You so far hakuna so far for me sahi hakuna. Sasa sema mimi hata naweza sema hiyo siku nitapigia yes yule Gen Z lakini sasa ama nitapigia ule opposition yes nitampigia lakini bado
ameleta ameniambia nini chenye najua kabisa anaweza nifanyia, because unaona hizi vitu zote ni kama ni kama sasa kujitoa kwa hii situation yenye tuko sasa tunahitaji another 40 ama hata 50 years. Sababu tuna recycle wale monkey wenye wamekuwa kwa system. Tukisema tukirudi tuseme kwa Gachagua, kwani Gachagua ile time wakitengeneza hiyo manifesto wakiwa UDA si alikuwa si yeye bado ni Gachagua kina Martha Karua si bado alikuwa the other side ya nani hao watu wote kina nani kina naitwa nani walikuwa ODM walikuwa wakafamu hii nani hii nyingine alikuwa inaitwa Azimio. Ile ilikuwa coalition ya vyama tofauti, so baada ya kuform coalition wakaform manifesto yao. Kama manifesto yao pedi wao walikuwa Raila, si Raila ako si kama bado ni hiyo manifesto yao inakuwa implemented akiwa huko, ndio lazima atafusha agenda zake akiwa kule hiyo side nyingine. Na kama nani huyu mwingi huyu Gachagua naye bado alikuwa huku kwenye kutukuanga akatoka. Sasa yeye anatuambia ni mzuri na bado yeye ndo alitengeneza ile manifesto. So tunajua maovu yake. Ni kama sasa tukisema tuna vote Gachagua ama tuna vote kina wao wengine tunasema ni kina nani? Kina Matiang'i, Gachagua au plus the guy wa Roots Party. Roots Party maybe hatujamuona mahali akiwa kwa gava ama nini lakini bado alikuwa kwa nani kwa side yake. Lakini tukiangalia tunasema hawa kina Martha, kina Wamalwa, kina Gachagua si wote tuseme wote walikuwa hiyo side yenye wako sasa. Ni kama sasa tukisema kama wakati walisema wanatengeneza broad based government wangesema sasa ni Raila achukue watu wake wote, si kina nani kina Kalonzo wangeenda pia. Si kila Kalonzo ndo maybe waliona yenyewe hii kawe venye iko ni kama tile waliona hii kawe venye inapigana Gen Z ni kama itatupea kwa opportunity tutaweza tubaki side nyingine ndio kama kubaki. Lakini hao pia wanajua kabisa hiyo move walipiga ni wrong juu hakuna kitu walipata, na haki hapa mbele ya kufanya mchezo pia hakuna kitu watapata, sababu hapa mbele inaweza kuwa ngumu tena bado. Juu sasa sisi Gen Z tukipiga hesabu tukiona hawa watu ni wale tuna recycle the monkey, ni kama tunatoa monkey tunatengeneza yani monkey ni wale lakini tunawatoa hii forest tunawapeleka kwa forest nyingine so ni kama tuna recycle tu, hakuna tofauti. Sasa watu waambie pale kwa comment section kwamba ni nani kama your favorite candidate mwenye unaona position fit yani unaona big position fit juu national politics si kitu kidogo si kitu ya kumove ati kama yes Morara anasema akona hiyo manifesto yake nini. Ukiangalia venye anasema nikitoka tu nikiingia tu hivi nitapeleka watu wote nani je nitawafunga wote all the corrupt leaders. Kitu yenye inawezekana labda kama ni tuanzie system kuanzia pale juu tuitoe yote yani tu clean kila kitu kuanzia president mpaka huku chini kabisa, tuhakikishe tumetoa wote unairisha folio yote kama ni kutoa tuhakikishe tumetoa wote. Government hata kama atapandishwa tuseme Morara amekalia ile kiti pale juu na hapa MP kina nani Kinechungwa kina nani hapo hakuna kitu atafanya hakuna. So hiyo story kitu ndio nakwambia inatuchukua almost hata 50 years kurekebisha hii story. So I think bado we have a long way to go, but all in all tuko Kenya bado. We hope for the best 27 bana ikuje tupige kura tuone kama ni one term ama ni tano tena. Number 1 Liverpool, number 2 Arsenal, number 3 Man City, number 4 Newcastle, number 5 Chelsea, number 6 Aston Villa. Number 6 Aston Villa. Number 7 Nottingham. So number 7 ameenda Conference League. Number 6 ameenda Europa. Qualifier. Number 6 ameenda Europa. Alafu plus winner wa FA. So wawili wameenda Europa. Sasa hapa kwa kizungumkuti kwa hapa kati ya winner kati ya Chelsea already amequalify kwenda UEFA, alafu still alikuwa atapiga game ya final ya Conference League apige na Betis, ndio na alikipiga already akashinda. Hapo sasa mshindi wa Conference League anafaa kwenda Europa. Wa Conference League anafaa kwenda Europa. Kama hapo unaona hiyo story inafaa kuwa kama mshindi wa UEFA
mshindi wa Conference League kama haja qualify Champions League anafaa kwenda Europa. Kama haja qualify kwenda UEFA, yafaa kuingia Europa pale. Lakini sasa already yeye ashaqualify, so akawin. So bado ako na chances. Sasa ile Nkambe alichukua tu ya maurembo. Lakini ako na chances simo leo. Alikuwa na chances mbili. Unajua anaweza choose either aende UEFA ama aende Europa. Yeye mwenyewe anaweza choose. Unajua anaweza jipima mwenyewe, angalia kikosi yake venye imekaa na venye structure venye hiyo UEFA venye kunakaa, aone mali gani niko na chances za kwenda na nibebe kikombe. Lakini pia bado na consider mula pia pesa. So unaona the more kicheza UEFA pesa ni mingi, hata qualify kwa UEFA tayari pesa ni mingi. Unajua UEFA already ile ni kombe ya masikio marefu. Na pesa zake pia ni ndefu. Usiona pale kuna pesa zaidi. So ukikompea na Europa kidogo let's say kuna pesa lakini idadi yake ni kubwa zaidi ya UEFA. Sasa Chelsea obviously ataingia tu UEFA kule UCL wale kombe la kimataifa. Alafu pia naona amepiga masaini kadhaa tayari already, ashaanza kujitengeza uje ukotokota ndo acheze UEFA. Si obvious Chelsea yawezana. Kama alichukua 2018 ama ni gani hapo sometime back alichukua UEFA akiwa na kina Hazard. Alichukua Champions League. Ile time hakuwa na ile time ilikuwa 2012 wakiwa na kina Hazard. After kina Hazard alikuja akachukua tena akiwa na kina N'Golo Kante, kina Rudiger hiyo time. Sasa wako na possibility ya kwamba kule atafika mbali. Kama tuliona Arsenal amejaribu hadi amefika semis, unaona. No, Arsenal naye alikuwa na mchezo sana. Ile PSG yenye ilifanya mtu ile kazi ikapiga Inter alikuwa yafuka hapa. Ona kuna timu zingine waga ziko pale UEFA kuharibu tu. Yaani ukikompea mchezo wa Arsenal na Inter, Arsenal mchezo uko juu zaidi. Jana Arsenal wana Inter Milan. Bana, hakuna Champions League imechezwa finali kama ile na jamaa yao lose 5-0 kwa PSG. Yaani Inter alimtoa Barcelona, na ukireti mchezo wa Barcelona na Inter, mchezo wa Barcelona uko juu sana. Hiyo finali kama maybe ingekuwa in Barcelona na PSG, ingekuwa maybe interesting football. Ingekuwa very interesting. Ngoja pale Barcelona kuna Mawanda Kids, kuna Golden Boys, kuna Yamal, huku PSG kuna Due, usiona? Bana ingekuwa very interesting sana. Mimi nilikuwa nadhani Yamal ako 17 years, Due ako 19 years. Yaani for me at first nilikuwa nafikiria kama Inter anaweza kuwa ile mpira wa PSG na Inter, ile game ya PSG na Inter nilikuwa nadhani itakuwa interesting football. Lakini sasa ikakuwa kama sasa wameenda mazoezi tena. Unajua shida ya Inter ilikuwa nini basi? Mchezo walikuwa wanacheza ni wa kujifunga. Wanaweka tu basi sana. Alafu wanabana zaidi. Na unajua mchezo wa PSG just attacks. Alafu defender anakuja wale jamaa wametrain tu kwa attack. Alafu nyinyi mnakuja mnabana. Wanazidi kufungua na kaunta zao. Watakuja wafungwe kulingana venye naye. Yaani ukiangalia mchezo PSG jana uko nacheza. Bana mchezo mwingine wa kimataifa. Yaani Hakimi yule jamaa huwezi jua kama ni defender, huwezi jua kama ni mid ama ni forward. Kila mahali yuko. Yaani from quarters yule jamaa alifunga bao. Semis akafunga. Finali pia akafunga. Defender jamaa. Yaani yule jamaa ni wa kushangaza. Ni kama Trent Alexander pale sasa hatuwezi sema Liverpool. Sasa tunasema Real. Kama Alexander unajua anagusa, anacheza every position. Mahali popote anaweza mchezesha, anaweza mweka mid, perform, anaweza mweka pale side left back akugusie fit, mweke pale defensive midfield. Defensive midfield haiwezi cheza, lakini bado unaweza mweka central midfield akucheze fit, mweke ile side ya wing back akucheze fit. So
Trent Alexander bado anaweza kwa bado anafanya the same na Hakimi. Alafu pia ukiangalia umri wake ni mdogo na Hakimi umri wake ni mdogo. Ukikompare jana na Inter, unajua zile damu za vijana wa PSG ilikuwa ni damu za watoto za chemka. Alafu unajua PSG wao Inter wao ni ma 28 and above. Kina aitwa nani? Kina Dumfries, kina Chanoglu. Dumfries amesonga siona. Na huku ni kina Hakimi, kina ambao Doe kuna 19 years, kina Hakimi wa 22 24, kina Vitinha, kina Marquinhos. Yaani ile bado ile timu itasumbua. PSG bado itasumbua. Ni kama tuseme tunaicompare kama Chelsea hata Arsenal. Wana vijana wengi. Wajua kina Messi, kina Mbappe walipotoka walidhani kama mbele ile klabu imeisha. Lakini si umeona ni season moja Mbappe alipotoka wamechukua ligi, wakachukua UCL. Waona the performance ndio wamepiga. Na pia wameka history for the first time. The first time wamebeba UEFA. Bana Luis Enrique bana. Yule jamani wa kuheshimiwa. Makofi mzee. Maua yake katika makochi wenye wamechukua treble ni tunajua kuna Pep Guardiola ambao alikuwa wa Man City, alafu na Luis Enrique the same person ambao amechukua treble bana. Ameacha history. Alichukua UCL kule akiwa na Barcelona hiyo time back. Sasa amechukua tena mara ya pili yake sasa akiwa na PSG. Congratulations mazee PSG bana. Walifanya mchezo mwingine mtamu, lakini ulikuwa mchezo wa kuboesha juu katika Champions League zote zimechezwa. Hajaye happen jamaa fungwa 5-0 katika UCL final. Bana, hii ilikuwa mchezo mwingine wa kuboa. Yaani katika zile tata za PSG ndio kwa zabamba, lakini Inter it's better wangepatana hata na Arsenal finali ama Barcelona. Hapo ilikuwa very interesting match. Baada hata hiyo game ya Arsenal na Inter, game ya Arsenal na PSG pia ilikuwa interesting. Ilikuwa kidogo inaenda nani kuliko finali. Ilikuwa finali nyingine fiti sana. PSG na Arsenal. Sasa Arsenal liona alishapa tu bao kidogo kule, alafu huku mwenye ambao ni amefika finali ndo anakuja. Tena aliingia kwa bahati bao la Asabi likamtoa Barcelona. Aze PSG congratulations PSG. Wamefanya jambo la maana kuchukua for the first time at least pia Enrique nikishaka kitu kidogo pale mnaweza sema. Big up to Due. Tusubiri season nyingine sasa tuone vile watapangwa. Sasa hii watacheza inaitwa UEFA Super Cup. Ambao ni mshindi wa Europa na mshindi wa UEFA. Ambao mshindi wa Europa alikuwa Tottenham na PSG. Atachapa na PSG pale. Mlingo. Si ngumu. Hiyo game PSG mnaweza endeshwa mbio. Hapana, TOT bana, labda wasign. Wafanye signing. Tottenham sio wachache Tottenham. Sawa, sio wachache but mbona ama ndizo ndio liwakataa kama Man U. Sio wachache. Tottenham sio wachache. Tottenham sio wachache. Unajua Tottenham mimi siwezi sema eti ninaweza underrate sana, lakini ukiangalia vile perform Europe. Tottenham bado wanaweza sumbua. Hata kama watafungwa, sikatai wanaweza fungwa. Hiyo ona, hiyo Europa waliingia mlango wa nyuma bana. Sababu gani kushinda ile Europa? Hiyo ilikuwa ya Man U already. Kwa mfano kushinda 1-0 kwa Tottenham ndio ilimfanya Man U akatoka. But ingekuwa very interesting PSG apatane na Man U kwa UEFA Super Cup. Bana, ingekuwa mchezo mwingine mtamu sana. Man U umefungwa nyingi. Hata Tottenham watafungwa kama bao 3-2 hivi. Lakini Man U na venye sasa unaona sasa hata mna release almost kila wachezaji wote. Signings zitafanyika. Yes, mkifanya signings Amorim kuna chenye yuaona na watu wengine hawaoni. So signings zitafanyika na still tutaretain wachezaji. Sikatai, lakini ukiniambia
angalia mchezaji kama Kobe Maino. Mchezaji Kobe Maino alikuwa mchezaji mwingine, ilikuwa future Man U ba. Ona nataka kumrelease. Bruno mwenye amesaidia club kwa moyo wake wote, yani kwa nguvu zake, hata angepewa pumzi yake ya mwisho angetumia kusaidia Man U. Ukiangalia kuachilia. Bruno pale ile ni club yake ya maisha. Haiwezi toka. Hata kama Al Hilal wametokea wanamtaka, lakini mwenyewe amesema haiwezi toka pale United. Amorim alitoa statement juzi akisema Bruno mwenyewe ana ile ya kutoka United pale. Tunamjua Captain Fantastic. Twende kwa mfano wa kawaida wa real. Bruno unasema haiwezi toka. Sawa. Ulikuwa unafikiria kama N'Golo Kante anaweza toka Chelsea? Yeah, Chelsea. Mfano. Sikufikiria kama N'Golo Kante anaweza toka, lakini ni ule unajua wengi sana wachezaji wanatafuta pesa. Ulikuwa unafikiria kama Harry Kane atatoka Tottenham? The same na Harry Kane. So ni kitu yenyewe ulikuwa unafikiria kabisa huyu mchezaji ako pale kimaisha. Yaani ni kama ile timu imeingiliana, yani ameamua mimi nitacheza soka yangu hapa nitamaliza hapa. Lakini akipewa dau fiti unaona kabisa mbona nisiende kwa new challenge. Unajua nini Harry Kane? Yule jamaa alitaka kuwin trophies. Na kwenye TOT kushinda trophies ni imekuwa hali ngumu. Lakini asiona ameenda Bayern, season ya kwanza akakosa, season ya pili ameshinda. Lakini si Tottenham pia wamewin. Sasa ni after exit yake. Hiyo ni maisha yake. Kama yeye alikuwa lana pale Tottenham. Unaona? Sasa ameenda kule season ya kwanza akachapwa nalo chini. Bayer Leverkusen wakachukua. Season ya pili sasa ndio wamejaribu, wamebeba. Siona. Maybe nyota yake ilikuwa kule. Tunakwambia sasa Bruno pia naye. Bruno amechukua pale, amechukua FA. Inaweza kuwa pia Bruno ni wakati wake atoke ndio mchukue UEFA. Lazima baba UEFA ndio. Bana hizo ni enzi za Ferguson. So inaweza kuwa labda Bruno ndo nani pale. So atoke pia vitu zifanyike. So bado Bruno kama inawezekana enda at least upige new challenge. Hata pia bado kuna vijana wenye bado watatokea na wapate chance hata wao shona. So at least pia kama kinani, lakini bado mimi kitu yenye sign yenye itaniuma zaidi yenye mtatoa hiyo Maino. Hata kama mimi sipendi Man U, ninachukia Man U ni rivals wetu, lakini hapo kwa Maino mmenani. Kwa Maino mtakuwa mmechoma. Mwashirie Maino lakini mjue atakuja hapa shida. Tragedy. Hata nataka tu aende club hapo bado England. Ndio mjue umuhimu wa Maino. Sasa mkuje mpata naye against nyinyi. Ndio muone huo umuhimu wa Maino. Ni kama sasa tuseme same na Elanga. Nenda. Nothing kule. Bali na Elanga. Angalia Aston Odoi. Angalia Odoi. Yule wa Chelsea. Sitoka Chelsea. Angalia kitu anakuja akafanya Chelsea. The same na that guy from Arsenal. Angalia Ian Master. Smith Rowe. Yes, wadau, welcome to our weekly summary pale Entertails Corner. Tuko na sports, tuko na politics, tuko na maombea kaa zote, tuko na stories za maisha, everything unazipata pale at Entertails Corner. Fika pale YouTube, ufike pale TikTok, hadi Facebook pale unatupata at Entertails Corner. Upate ubondo kama wote. Kabisa wadau, everything is covered. Welcome pale, ufike to subscribe. Let's meet on our next episode of our weekly summary at Entertails Corner. And make sure to subscribe, like, comment, toa views zako pale. We interact and let's meet on the next episode. We out.